yamekuwa magumu sana. Ni kwa sababu gani? Yale mambo anayoyatarajia hajayapata, na ndio maana anasema maisha ni magumu. Lakini leo maisha sio magumu, na mara nyingi sana watu wakiwa wanapitia mambo kama vile kazi anayo, lakini anaona kazi imekuwa ngumu sana, kazi haiendi, bosi haeleweki, bosi ni mkorofi, inaenda kaa labda pengine kwenye mambo ya familia inakuwa ni ngumu sana. Yaani jamani, haya maisha mimi yanakuwa magumu sana kwangu, hata sielewi. Yaani watoto nimewasomesha kwa gharama zote, wengine nimewapeleka Ulaya, lakini leo unakuta wanafanya mambo ya ajabu. Unakuta mwingine anavuta sigara, na unakuta anarudi nyumbani na sigara, anakwambia mama, yaani nasikia, yaani bila sigara mimi. Nakuta nyingine iko hapa kwenye sikio, umenielewa? Sasa unajaribu kuwaza, leo mwanangu unakuja kunifanyia mambo kama haya. Tafasiri ya mambo haya yote, unaona kwamba maisha ni magumu, lakini hayatakuwa magumu kwako, hayatakuwa magumu. Niulize kivipi? Maisha hayatakuwa magumu kwa mambo kadha wa kadha ambayo leo utatoka kwenye ugumu ambao wewe unaona ni ugumu. Cha kwanza kabisa, kwa nini tunasema maisha sio magumu? Cha kwanza, mwambie mwenzako ufunuo. Ufunuo ni kile kitendo au hali ya kuyachungulia mambo yaliyokuwa ng'ambo ya uwezo wa mwanadamu. Unakuta kuna mambo wengine hawaoni, ila wewe peke yako tu unaona, aidha kwa namna ya ndoto au pengine kwa maono au pengine kwa namna mbalimbali. Mungu anakufunulia peke yako tu. Katika ule ugumu unaopitia, wenzako wanapitia ugumu wa shule, wanasema jamani, physics ni ngumu, chemistry ni ngumu, Kiswahili ni ngumu, lakini wewe huoni kwamba kuna ugumu. Ingawa unaona kuna ugumu, lakini Mungu anakufunulia kitu. Kupitia hicho kitu utaona kwako wengine watakuwa wanalia, wewe unacheka. Utaona wengine wanasema jamani, mimi hata naenda kanisani basi tu, lakini mambo yangu yamekuwa magumu sana. Lakini nikwambie kitu, ukisoma kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 37 mpaka 39, kwa habari wa baadaye wampe nini? Mbuzi na kondoo. Lakini wakishafikia wakati wa kulipa mshahara, Labani anabadilika, Labani anakuwa mjanja. Na hivi ndivyo ilivyo hata kwenye maisha ya kawaida. Unakuta unakuwa na bosi wako, ikifika tarehe 30 au ile tarehe ya mshahara, unakuwa bosi kasafiri. Bosi anakuambia tumepata hasara. Bosi anakuambia bwana, kuna mambo yametokea, kwa hiyo sitaweza kuwalipa mshahara. Yakobo akawa anaendelea kufanya hiyo kazi. Mungu akaona huruma, akasema mbona Yakobo anafanya kazi kwa bidii, usiku halali, yaani na muda wote ni kuchunga, usiku ni kuwalinda, ili adui asiweze kufanyeje? Kuadhuru. Mungu akamtokea Yakobo katika ndoto. Hata wewe pia kwako kwenye maisha unakuta kuna baadhi ya mambo Mungu atakuonesha katika ulimwengu wa roho. Wengine wataona kwamba huyu ndo ameishia hapa, huyu hawezi kutenda, huyu elimu yake imefika mwisho, huyu ni darasa la pili, hawezi kufanya chochote. Lakini kumbe wao wanatafasiri darasa la pili. Mungu kuna kitu katika ulimwengu wa roho amekuonesha. Mwanangu, nenda kaanze biashara mahali fulani, ukaanze jambo mahali fulani. Lile jambo ukienda kuanza, unakuta linaanza kukuletea matunda. Mbona watu wanasema hili ni darasa la pili? Mbona hapo watu wafanyaji biashara? Unakuta Mungu anakuambia nenda kaanze biashara kwenye ile kona, ukaanze biashara mahali fulani, ukaanze biashara. Ni katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa desturi, pale unapoenda kuanza biashara, watu huwa hawafanyi biashara, na hata ukifanya biashara huwa hazitoki. Lakini Mungu anakuambia nenda kaanze pale, hiyo biashara itakuletea matunda. Unakuta unaenda kuanza pale, watu wanakuambia bwana, sikiliza, hapa hawafanyaji biashara, lakini unaambia bwana, sikiliza, mimi nitafanya tu biashara hapa. Wewe umepata wapi huo ushauri? Anakuambia mimi sijapata ushauri kwa mwenyekiti, sijapata ushauri kwa mtu yoyote. Wewe una siri yako. Kwa sababu gani? Umeona rohoni. Na ukianza biashara ya mama ntilie au ukianza biashara ya Tigo Pesa, unakuta wateja wanaanza kuja kwenye ile biashara. Umejuaje? Ni Mungu amekufunulia. Mungu amekufunulia katika ulimwengu wa roho. Mungu amekufunulia. Unajua kuanza
hivi kinawezekanaje mambo ya rohoni alafu yakaja kutokea kwenye maisha ya mwilini? Hii inawezekana sana. Wenzetu wa zamani walikuwa na heshima. Akiota ndoto anasema ni Mungu ameniambia. Akiota ndoto, kwa mfano, unaona habari za Ibrahimu, safari zake zote alizozifanya ni matokeo ya ndoto, ni matokeo ya ufunuo. Mungu anamwambia nenda sehemu fulani, unakuta anaenda. Nenda sehemu fulani, unakuta anaenda. Na akifika kule unakuta Ibrahimu anafanikiwa. Umeona? Ni kwa habari ya nini? Mambo ya ufunuo. Lakini unakuta bwana ni ndoto tu. Mambo ya ufunuo haya, unakuta unaanza kupambana na biashara ya maharage. Unapambana na biashara ya kufunga karanga. Sisemi kwamba ni mbaya, lakini ni bora zaidi ukaiona kutokea ndotoni. Ukiiona kutokea ndotoni ile biashara ya karanga, mwisho wa siku utakuwa na biashara kubwa sana. Umenielewa? Utaanza kuona biashara kubwa. Yaani watu watasema ni biashara ya karanga tu, ni biashara ya karanga tu. Mungu aleni karanga. Ile biashara ya karanga, unakuta unafunga biashara, unaanzisha biashara ya karanga, unafunga pale vifuko pale. Karanga hizi unaenda kuchukulia labda pengine Kimara. Unarudi unanunua kule kwa shilingi 2,500. Ukija kuuza baadaye unapata shilingi 5,000. Nauli na nini unajikuta kama vile kana kwamba hamna faida. Lakini kumbe Mungu amekusudia jambo sio biashara ya karanga. Kule unapoenda kufanya biashara ya karanga, kuna mtu utaonana naye, Mungu ameshampigia hesabu, yule mtu atatengeneza maisha yako. Umenielewa? Lakini kama haitoshi, palikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Kishi. Sema Kishi. Huyo Kishi alikuwa anafuga punda. Alikuwa na watoto wake. Alikuwa na mtoto wake alikuwa anaitwa Sauli. Siku moja akawa ameenda kuchunga huko punda. Walipoenda kuchunga wale punda wakapotea. Wakaanza kutafuta, hawajawaona. Wakarudi mpaka nyumbani. Waliporudi nyumbani, baba yake amemwenda mkatafute. Wakaenda kutafuta, lakini hawajawaona kitu fulani. Kumbe kule unapoenda, Mungu kuna kitu amekiweka kwa yule mtu. Atakwambia ishu zingine, ishu za punda hataongea ishu za punda. Yeye ataongea kwa habari ya ishu nyingine. Huyu mwenzako Mungu kuna jambo amemfunulia usiku, halafu unajaribu kwanza kujitetea. Bwana, sikiliza, kabila letu si kwamba ni maskini tu, lakini pia ni watu dhaifu sana. Ni watu ambao si wasomi, ni watu ambao hawawezi kitu. Huwezi ukajitetea mbele za Mungu. Nikwambia wewe upo hapa, unaweza kuanza jamani, mpaka leo sijaoa tu, jamani, mpaka leo sijaolewa tu, jamani, mpaka leo. Kuna mtu yuko kule Marekani anapanga biashara ya kuja Tanzania, kuja kununua mbuzi, kuja kununua kitu fulani Tanzania. Atakapokuja tu, akishuka airport, na wewe siku ndio unaenda kumpokea mtu fulani, atasema huyu ndio yule ambaye Mungu alinionyesha. Sasa ataacha ile biashara ya kupata migodi, atasema Bwana, sikiliza, Mungu amesema na mimi kwa habari yako. Lakini haya mafunuo, haya mambo huwezi kuyapata hivyo mpaka lazima kuwa na nini? Na mafunuo. Bila mafunuo mambo haya hayawezi kukupata. Na ndio maana nikwambie, mtu wa Mungu, usichoke kwa habari ya maisha haya. Unasema mimi hapa nipo ufufuo na uzima, huu mwaka wa 67 sijaona ninachokitaka, huu ni mwaka 49 sijaona ninachokitaka. Nikwambie, sikia, Mungu atakutokea, atakupa maono. Hata ukiona maono kama hayapo, Baba ataweka maono kwa habari ya maisha yako, utapata unachokitaka. Kuna yule pasua kichwa yule, kuna siku Mungu atamuondoa yule. Atakuja mtu naye mpaka, alafu utajaribu kuwaza amekujaje huyu mtu. Kuna pasua kichwa baba. Kuna watu nikwambie, unajaribu kuwaza huyu ni mtu au kuzimu katika nchi. Umenielewa? Lakini Mungu atakupa mafunuo siku moja. Kwa namna ulivyo hivi. Jambo la pili, wakati tunaelekea kumaliza, maisha si magumu. Mwambie mwenzako maisha si magumu, kwa sababu ya kwanza ufunuo, ya pili haki. Mwambie mwenzako haki. Haki ni kile kitendo cha kuwa na usawa juu ya mambo yote.
unakuwa na usawa yani huyu na watu wote unaona ni sawa Haki ni kutukuta kutenda jambo ambalo sio la haki. Na nikwambie kitu, sema nikwambie kitu, haki ina nguvu kuliko mamlaka. Umenielewa? Mamlaka tunaziogopa sana. Hakuna kitu ambacho kinaogopeka ni kama mamlaka. Mamlaka tunaiogopa, lakini kiboko ya mamlaka huwa ni haki. Mamlaka huwa haifui dafu kwa haki, ingawa haki inaonekana kana kwamba kama ni dhaifu hivi, lakini mamlaka, haki ina nguvu kuliko mamlaka. Nitakupa habari ya mambo ya kadha wa kadha. Unakumbuka vizuri habari ya Sauli huyo ambaye tunatoka kumsoma hapa pamoja na Daudi. Sauli alikuwa ni mfalme wa nchi, alikuwa ni mtu mwenye mamlaka, alikuwa na jeshi, alikuwa na kila kitu. Daudi yeye ameshikilia haki, ameshikilia neno la Mungu, ameshikilia Mathayo, ameshikilia Zaburi, ameshikilia mambo machache sana, umenielewa? Lakini sasa ikaanza vita kati ya Sauli pamoja na Daudi. Daudi akasema, sitakutukana tu hata hivi, sitakupiga mshale hata huu, sitakurushia ngumi hata hii. Najua Sauli, ukiingia kwenye mpambano mimi na wewe nitakupasua, ingawa una jeshi. Mimi kwa kumbukumbu tu, siku sio nyingi nilikuwa kwa polini kule, siku sio nyingi nilikuwa kwa polini, alikuja ndugu pamoja na simba, niliwachakaza. Ingawa wewe Sauli, mimi nasimamia haki. Mwisho wa siku sasa, mwenye mamlaka akaanguka, haki ikasimama. Pamoja kwamba ana mamlaka, lakini mamlaka ikaporomoka chini. Mamlaka na haki vinatokea mtaa huu mmoja, vyote ni asili yake ni Mungu. Hata kule mbinguni haki ina nguvu kuliko mamlaka. Umenielewa? Haki ina nguvu kuliko mamlaka. Wewe simamia haki, achana mambo ya mamlaka. Hapa mimi kwa mfano hapa na bosi wako, kama hapo shepherd of training potential anayumilia kwa bosi wako, mimi na mamlaka. Na MP yoyote aliyekuwepo hapa, kama ni shepherd, taarifa ni kwamba MP ana mamlaka. Anaweza katokea MP mojawapo mkorofi mtukutu, anaweza akasema, bwana, nina ujumbe wako, twende guest, kuna jambo lako, kuna ujumbe Mungu ameniambia. Mfano haijai kutokea, of course haijai kutokea, kwa niweke sawa. Haki anakuwa yuko juu sana. Mmesahau habari za Shadraka, Meshaki na Abednego? Kwa kuwa walisimamia haki, Mungu akasema hata kama wakitupa kwenye moto nitakuwa pamoja nao. Nikwambie kitu kimoja, sema nikwambie kitu, sema mtu yoyote aliyesimama kwenye haki, anayesema hiki sitaki kwa sababu kina madhara 1, 2, 3, na mwingine akasimamia hicho, na hicho alichokisimamia ndicho Mungu anataka, huyo mtu baada ya muda hatakuwa mwenzenu tena, atakuwa ni mtu wa ikulu. Nikwambie kitu kimoja, nikunong'oneze, sema sijafunuliwa, mimi si mtume wala si nabii, lakini kwa habari ya baba yetu mwana mapinduzi, namna alivyokomaa kwenye haki, namna alivyosimama, amekataa baadhi ya mambo ya kadha wa kadha, amesema hapa sitatoka kwenye mstari, sitaondoka hapa, hata mnitende jambo lolote hapa, sitaondoka kwenye jambo hili, sitaondoka. Ingawa anapitia mambo ya kadha wa kadha, lakini mabaya hayatampata kwa jina la Yesu. Nikwambie, kwa sababu amesimamia haki, kuna siku atakuwa si mtu wa kawaida. Umenielewa? Sasa mafunuo tu changanya na haki, usisahau. Useme kwamba haki peke yake na ufunuo peke yake, changanya vyote, changanya, utaona kitu. Umenielewa? Sasa nikuombe, nyosha mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, mtu huyu aliyenyosha mikono yake, Mungu ninaomba umpe mafunuo, umpe mafunuo kwa habari ya maisha yake, umpe mafunuo kwa habari ya kazi, umpe mafunuo kwa habari ya watoto wake. Baba, ninaomba katika jina la Yesu,
Mtu huyu umjenge kwenye misingi ya haki, kama alivyo baba yetu mwana mapinduzi ambavyo umemjenga kwenye misingi ya haki, akisema nyeupe ni nyeupe, nyekundu ni nyekundu, na mtu awe vile vile kama baba yetu. Hebu anza kidogo, omba kidogo kama dakika 2, omba Mungu akupe mafunuo usiku wa leo. Mwambie Baba, ninaomba unipe mafunuo. Reka paseke para mashanda masheke para maseke ika paseke para mashaka para masheke yinda masheke para masheke ika paseke para mashaka yandoro kopo sheke para mashaka ika paseke para mashaka yandoro kopo sheke para masheke ira maseke para masheke yandoro kopo sheke paramasheke ikapaseke paramasheke ikapaseke paramasheke yandara masheke paramasheke ikapaseke paramasheke. Baba, niombe upe ufunuo mama huyu, ikapaseke paramasheke apate ufunuo, ikapaseke paramasheke, ufunuo wa kujenga nyumba, ikapaseke paramasheke, ufunuo wa kupata watoto, ikapaseke paramasheke ikapaseke paramasheke, ufunuo wa kuwa mtu mkuu, ikapaseke paramasheke yandara masheke paramasheke ikapaseke paramasheke yandoro kopo sheke paramasheke. Sema amen. Amina.